Chifu. Niambie bwana Marebo. Unajua shemeji yuko wapi? Ametoka. Chifu, wakati tunazungumza na wewe, kwa macho yangu mawili nimemwona shemeji akiwa yupo na mkango. Shida sio kuwaona. Je, wapo kwenye mazingira gani? Chifu, wapo kwenye mahaba mazito, mapenzi moto moto hivi. Wanabebana, Jinga. Umetumwa? Hivi kweli Marebo, mimi nimekaa hapa, nimeacha shughuli zangu nikiamini huenda ndugu yangu kuna jambo la msingi ambalo unataka kuniambia, unakuja kuletea ombea unamhusu mpenzi wangu? Unashirikisha ubongo kweli kabla kufanya maamuzi? Unajua namna gani nampenda Aileen mimi? Alafu unakuja kumzeti nimekuta na mkango wakati kama hapa mazito. Mkango anashimena naye, Aileen hajawahi kuwa msaliti kwangu na hata kuja kuwa msaliti milele. Au unahisi penzi langu mimi linaweza kuvunjika kwa kuruhusu maneno ya mbea kutoka pembeni? Marebo, kitu ambacho inabidi ukijue. Ingekuwa ni mtu akupenda wanaume basi asingerudi, angebaki huko chuo. Kuna wanaume wa kila aina chuo, angebaki huko. Tazame sura lake pale. Mimi na Aileen tutatenganishwa na kifo na sio kitu kingine. Nenda kamwambia aliyekutuma ameshindwa. Na mimi najua anayafanya haya yote ni Sabla. Sabla anakutumia wewe kuja kuvunja penzi langu na Aileen. Chonde chonde Marebo. Na kuonesha panga ali Marebo. Chonde chonde, sije kutaka kuharibu mahusiano yangu. Tutavunja huu ndugu. Umeelewa? Na kuonesha panga ali rafiki yangu. Unajua namna gani nampenda yule mwanamke, nimetumia nguvu kiasi gani kumsomesha mpaka hapa ilipofikia. Tuheshimiane. Tuheshimiane. Sitotaka tena uje kuletea ombea unamhusu mke wangu. Umeelewa? Namwamini na najua hawezi kunisaliti. Unaweza kaenda. Sawa chifu. Asante sana. Lakini pia naomba unisamehe sana kwa kuletea hii taarifa ambayo ikapelekea wewe kuniadhibu. Ila nikwambie tu, ipo siku kumbe haina jina utayakumbuka haya maneno yangu. Lakini wakati utakuwa umeshachelewa. Toka bwana. Toka bwana. Yaani kukumbuka umekabla taifa. Na usipokuwa makini mwanangu, ndugu wetu tutakufa kwa sababu ya tabia zako za kiumbea. Hivi mkango unavyomwamini na mke wangu anaweza kufanya ujinga kama huo? Wewe chizi nini? Sabra alikuwa na ndoto za nuru, nyumba yenye kelele za watoto wa furaha, lakini upepo wa giza ukampuliza mbali. Ndoa ikapasuka kama kioo cha barafu. Hakuna pa kukimbilia tena, maisha yake yakawa kama wingu juu. Sabra, mbona unaonekana uko sawa? Nini tatizo? Tatizo ni Chifu Danita. Chifu anautesa sana moyo wangu, na nimefanya kila namna kumuonesha kuwa nampenda na na upendo wa dhati juu yake, lakini amenikataa. Naumia. Mbaya zaidi, kanitambulisha mpenzi wake. Hiyo inanivunja nguvu na kupelekea kuamini kuwa siwezi kuwa naye tena. Sabra, mawimbi hawezi kufanya samaki asiende na safari. Najua jinsi gani unavyopenda Chifu, ila bado nimekuwa sana kukata tamaa. Kwa hiyo dada, unaniaminishia kwa siku moja uvumilivu wangu utakuja kula mbivu? Ndiyo mdogo wangu, ila mimi ningekuwa na wewe nikimtafuta mtu ambaye anastahili, kisha ningekuwa naye. Una maana gani kusema hivyo? Kumtafuta anastahili ni njia pekee kutiba pengo mpendaye. Pole kwa hiyo. Sabra alikuwa na ndoto za nuru, nyumba yenye kelele za watoto wa furaha, lakini upepo wa giza ukampuliza mbali. Ndoa ikapasuka kama kioo cha barafu. Hakuna pa kukimbilia tena, maisha yake yakawa kama wingu jeusi.
Oh. Chief, karibu. Nimefurahi kuona. Karibu. Sabla, kwa nini una mpango mbaya juu ya penzi langu? Mpango gani? Mbona sijakuelewa? Hujaelewa wapi? Hujaelewa wapi Sabla? Ni wewe ambaye unampa maneno marebe ya uchonganishi ya kumfanya mke wangu aonekane ni msaliti kwangu ili uweze kuja kunipata kirahisi, si ndio? Mimi? Kwa nini unatumia mbinu ambayo sio nzuri? Kwa nini? Unajua Sabla, kitu ambacho kijui, mimi kukwambia wewe tuwe marafiki nilikuwa na maana sana. Kwa sababu kwenye maisha ukilazimisha kupendwa, basi kuna hatari kubwa ya kuja kutendwa. Na mimi sitaki hicho kitu kije kutokea. Au ulikuwa unataka na mimi nikutumie, baada ya hapo nikutupe niachane na wewe, si ndio? Unadhani kipi bora? Kwa wewe sasa hivi kukubali kwamba mimi na mapenzi yangu, au nikajilazimisha kuingia katika mahusiano na wewe, alafu baada hapo nikakutenda nikakuacha? Kipi bora? Saba, nisikilize. Hii naongea na wewe ni mara ya mwisho. Sitaki unifuatilie katika mahusiano yangu. Na wao usidanganye kutafuta njia yoyote ile ya kuweza kuvunja na kusambaratisha penzi langu. Sitaki Sabla. Umenielewa? Chief, mtazama uso wangu. Unaonesha jinsi gani nimetawaliwa na mapenzi mazito juu yako. Nionee huruma, na kupenda. Nilizani umekuja hapa kunipa faraja, kumbe umekuja kuniumiza kwa mara nyingine tena. Kosa langu ni Chief, mbona unanifanyia hivyo? Sabla, wewe hauna kosa. Lakini huenda tukitafuta nani anakosa pia tusimpate. Haya ndo mapenzi. Wewe unanipenda mimi, sikupendi wewe. Hebu tenga muda kutafuta mtu anayekupenda. Kwa sababu ninachokiamini anayekupenda yupo tu. Siku isiyokuwa na jina utakutana naye. Na hisia zenu zitaendana, na hapo ndipo mtaongozana pamoja katika ushindi wa kile cha mafanikio ya penzi lenu. Mimi sio mtu sahihi kwako. Nielewe Sabla. Hisia za mapenzi hazilazimishwi. Sabra alikuwa na ndoto za nuru, nyumba yenye kelele za watoto wa furaha. Hello baby. Samani baby, nilikuwa mbali na simu. Ila usijali, nina zawadi yako. Baadaye nitakuja, tutalala mpaka asubuhi. Wala usijali. Nakupenda sana baby. Bye. Samani, ulikuwa unaongea na nani? Kwa unaongea na rafiki yangu. Mbona mazungumzo niliyasikia ni kama unaongea na mpenzi wako, tena unamwambia unampenda na leo utaenda kwa ajili yake? Tuachane na hayo. Kitu gani kimekuleta hapa? Aileen, ni kweli mimi ni hodari mno wa kuvumilia na njaa. Lakini nawezaje kuvumilia njaa wakati chakula kiko ndani? Mbona wakati huko miaka yote unasoma mitatu nimekaa sija kusaliti? Ila niliaje kukaa bila kushiriki tendo aliyekuwa na mwanamke mzuri, mwanamke ambaye anahisi naye ndani kwangu, na yeye ni sawa. Chifu, nishakwambia sipo sawa. Nikiwa sawa nitakwambia. Tafuta mwanamke utakaye kuwa naye. Mimi sipo kwa ajili yako tena. Aileen,
Samahani mke wangu, nilipata dharura. Kuna mgonjwa tulimpeleka hospitali, hivyo akachelewa kupata matibabu. Na tulivyoona imefika usiku sana, tukaona si vyema kurudi. Ni bora tulale tuko huko. Mume wangu, kwa nini unavunja uaminifu ambao tumetengeneza muda mrefu kwa sababu ya tamaa zako? Maumivu ya kusalitiwa ni makali, tena ni makali zaidi ya mtolongato na mamba. Lakini mimi sijakusaliti, na nakuomba usiruhusu mawazo hasi ya kutawale. Nakupenda. Ombi langu, hebu itunze heshima yangu. Mimi ni mkeo, kikutazama sura yako imetawaliwa na uongo. Naomba unipishe. Lakini mke wangu, rudi tuzungumze basi. Sikiliza Mkango, kabla hujamshika mtoto wangu, hakikisha umeoga kwa usalama wa mwanangu. Mama, jana usiku Mkango hajalala nyumbani, na nilipofuatilia nilimwona kwa macho yangu na mwanamke, na inavyoonekana tu anaenda kuzini. Mama, isitoshe yule mwanamke wa rafiki yake. Mimi nataka talaka yangu. Sasa kuendelea kukaa na mwanaume ambaye ananiacha nyumbani na mtoto. Anaenda kufanya machafu nje. Mkango ndo amefikia hapo. Sasa mwanangu, hebu futa kwanza mawazo ataleka kwenye kichwa chako. Wewe nenda nyumbani. Mimi nitamta Mkango, nitaongea naye. Nikila jambo limekuwa kubwa, ndio nitakuita nikuelekeza cha kufanya. Umenielewa binti yangu? Sawa mwanangu? Lakini mama, najua unaumia, lakini ndoa inahitaji uvumilivu. Vumilia, hili litapita tu, maana mtoto wenu bado mdogo, anahitaji malezi ya baba na mama. Sawa? Nenda nyumbani binti yangu, mimi nitakuja kuzungumza na Mkango. Unajua Erin, ukiachana na rangi nzuri ya Kiafrika ulionayo, kitu pekee kilichonivutia niwe na wewe ni aiba zako. Aiba? Aiba gani tena hizo? Wewe una aiba za kike, tena umefundwa ukafundika, mke wangu, na hiyo ndio sababu pekee ambayo inafanya mimi nikupende zaidi. Nakupenda Erin. Nakupenda pia. Wewe chief, bila shaka hasira zako zitakuwa zimeisha juu yangu. Unajua kitu ambacho inabidi ukijue Marebo, mimi sina tatizo na wewe. Wewe ni rafiki yangu ambaye tumeshibana, tunaelekea kwenye undugu sasa. Lakini kitu ambacho sikitaki kutoka kwako ni kuyafuatilia mapenzi yangu na mimi na mchumba wangu Aileen. Tena mbaya zaidi, wewe unatumwa na Sabla, kitu ambacho mimi sikipendi. Kwa hiyo hebu tuishi kama zamani. Tusianze kuletana misuguano ambayo inaweza kuleta mtafaruku kati yetu. Hususan kwenye swala zima la mapenzi. Mapenzi hayaingiliwi ndugu yangu. Sawa, mimi nimekuelewa.
lakini kama hautojali, kuna jambo nataka nikueleze. Irene, una uwezo wa kumfanya mwanaume akawa peke yako kama utajaliwa vitu hivi ambavyo unavyokwenda kuviorodhesha. Vitu gani hivyo? Mwanaume anataka umuonyeshe upendo wa kweli, huku ukizungukwa na hekima, busara na unyenyekevu pia. Mwanaume hapendi kufokewa. Mwanaume anapenda kufanywa kama mtoto, hata kama akiwa amekosea. Jambo gani hilo? Nihakikisha salama wangu, usije ukaniadhibu kama siku ile. Kwanza mimi hiyo sio tabia yangu. Isipokuwa tu hisia za ghafla zilikuwa zimenipanda. Hebu niambie kuna nini? Upo tayari sasa hivi ninavyozungumza mimi na wewe nikupeleke mtoni pale sehemu ambapo watu wakiwa wanafua nguo zao, ukamfumanie mkango akiwa na mchumba wako, tena kama kaida yao wamekaa kimahaba. Umesema wako wapi? Sasa hivi tunavyozungumza mimi na wewe wapo mtoni, ile sehemu ambapo watu wakiwa tunafua nguo zetu, wamekaa hapa tena kama kaida yao, wamekaa kimahaba, tena mahaba mazito, wanapiga na mabusu, mchumba wako ashikashika zile ndevu za mkango, yaani wanaonekana wale ni wapenzi. Kwa hiyo nahakikishia kwamba nikienda sasa hivi nitawakuta huko. Nenda sasa hivi. Sitakanitaja huko. Utamu wa tendo unaweza ukamfanya mwanaume akabaki na wewe usiku mzima, lakini inapofika asubuhi akaondoka. Lakini tabia njema inaweza ikamfanya mwanaume akabaki na wewe mpaka anapokufa. Nimevutiwa na tabia yako. Asante baby. Mkango, umepata hapo ujasiri ukaa na mpenzi wangu kimahaba kiasi hiki? Irene, nini unafanya hichi? Kumbe ni kweli niliambiwa kuwa Mkango anatembea na Irene. Nilikuwa siamini, leo nimejishuhudia kwa macho yangu. Kwa nini Mkango ananifanyia hivi? Ha? Mkango, kwa nini umeamua kupatia moyo wangu maumivu makali kiasi hichi? Nimekosea nini bro? Anyway, nashukuru sana Mkango hicho nifanyia. Ali mtondoki. Niache. Nani mpenzi wako? Chifu, hauna pesa, hauna muonekano, hata ndevu na kaka. Yaani mwanamke anaweza akavutiwa na nini kwako? Angalau akajivunia kwamba niko na mwanaume fulani hivi shabari, Mabaki na tumbo tu. Sasa mwanamke anaweza akajivunia nini kwako labda? Mkango, yaani namna ambavyo nimekuamini wako nifanyia haya. Hai. Kwanza mimi sijawahi kukupenda. Na unalijua hilo kabisa. Sina hisia hata kidogo na wewe. Mwambie. Wewe utapendwa vipi kaka? Bro, ni kweli mimi ndio kuvumilia maumivu. Lakini kweli utanisamehe bro.